Japo amemwacha mumewe, amekwenda kwa mume wa mtu. Afanye juu chini huyo Saidi amuoe. Sawa mdogo wangu Zailisa. Kamwacha mume wake kaenda kwa mume wa mtu. Kamwacha mume wake Zailisa, ameenda kwa mume wa mtu. Si haba. Lakini mume wa mtu ni tajiri pengine kuliko aliyekuwa mume wake. Kakaaje hamfikii bwana Saidi Shoti kwa utajiri. Saidi Shoti ni tajiri bwana. Ni tajiri. Ana chapisho lako la Instagram bwana kuhusu ex wa kaka yetu na kwamba naye amepata boss. Dada yetu Zailisa. Zailisa mwenzangu. Afadhali tumeacha mambo magumu tunaongea mambo mepesi. Zailisa amepata boyfriend mpya which is very nice. Jamaa mmoja mfupi hivi tajiri anaitwa Saidi Shoti. Ni mbongo anaishi South Africa. Na kwa habari nilizonazo za uhakika kabisa, Zailisa bwana ameitwa, hii ni mara ya pili. Na huyu bwana Saidi inasemekana ana mke wake. Na bwana Saidi ana listi ya warembo ambao wamefanya nao mahusiano. Kwa sababu Saidi ni kijana wa Kiislamu na pesa anayo. Si haba mimi kama dada yao kuwabariki tu. Nitafanyaje? Sema ndo Zai atulie. Hapa alipopata atulie na hapo atulie. Atulie. Japo amemwacha mumewe, amekwenda kwa mume wa mtu. Afanye juu chini huyo Saidi amuoe. Sawa mdogo wangu Zailisa. Kamwacha mume wake kaenda kwa mume wa mtu. Kamwacha mume wake Zailisa, ameenda kwa mume wa mtu. Si haba. Lakini mume wa mtu ni tajiri pengine kuliko aliyekuwa mume wake. Kakaaje hamfikii bwana Saidi Shoti kwa utajiri. Saidi Shoti ni tajiri bwana. Ni tajiri. Ni tajiri. Inasemekana alishaikuwa hapa na saluni akaipa jina la Wasafi. Ashaikuwa meneja wa nani yule Baba Kaila. Sheta. Ashaikufanya mambo mengi tu ya kimuziki hapa, lakini maisha yake yote yako Afrika ya Kusini. Ni jambo zuri. Mimi napenda vijana wakipendana. Unajua being a sister sio kila kitu basi mimi napenda wapendane. Lakini kwa sababu Said ni kijana wa Kiislamu, aidhinishe. Zailisa ni binti mzuri. Lakini Maimartha unatuthibitishia kwamba Zailisa katoka kwenye EST kaenda kwenye V8. Ogopa wewe. Yaani kwamba tutegemea surprises za kuongo mara range mara ogopa. Zai amepoa. Huyo Saidi ukiachana na kimo chake mzigo upo. Ukipita kwenye Instagram ya Zailisa, baadhi ya machapisho yake yanayoweka, comment za wengi ni kwamba Zailisa amepauka, sio yule Zailisa wako Haji. Hajapauka jamani, mlikuwa mjajua tu. Mpaka Haji juzi kaposti akasema jamani, hebu niambieni nyie huko kachunda hajachunda. Jamani, niaminini mimi. Huyo jamaa Saidi so mchezo. Wewe unaambiwa mpaka mke wa mcheza mpira alikuwa wake. Wewe uogope. Mcheza mpira huyu aliondoka Tanzania. Sitaki ugomvi na wadogo zangu. Wewe unaambiwa kina nani wale, nani Tueni wale, Tunda. Shinani. Wao jamaa uko vizuri. Mbona hawajawaoa sawa waliopita wengine? Naomba nimtunzie heshima yake. Mimi ni dada. Kuna mahali naishia enda mbele zaidi inakuwa kama na matusi tena. Ila kwa uhusiano hili nimtakie kila laheri Zailisa, kaka yangu Saidi. Mimi sina baya. Pengine Zai sasa sijakapitiwa kama hao waliopitiwa. Yaani huoni sasa wao unaona kwake yeye inawezekana akaipata hiyo ndoa akadumu. Wacha tuone Umesema kaka Saidi ana listi. Ogopa. Listi ni muendelezo wa tabia tu kwamba huyu naye nampitisha. Tuwaombee jamani, tuwaombee. Maombi pia ni muhimu kwenye masuala kama haya. Maombi ni muhimu. Lakini kweli da Zai kapata. Hajapatikana. Tumuombe. Hajapata. Kaka Haji naambiwa yule Ahlam bado hajaachana kabisa. Hajaachana.
ila kakaangu hapendi muhali kwa sababu yule Ahlam alikuwa mke wa mtu. Wajua kakaaji mtu fulani smart sana. Fulani mstaarabu sana. Yaani kabisa na ugentleman wake na linavyojua kuvaa vile lianze kuvaa afu litoke na mke wa mtu, sio kweli. Jamaa linajielewa. Manara anakumbuka wake zake wawili, lakini Rushaina pale na Bibi Ruby akawa comments kapita. Uliona lakini niliona na nilifanya naye mahojiano, nikamuuliza kwamba unataka kuwarejea. Akasema kwamba yeye hawarejei, lakini anakumbuka jinsi alivyoishi nao vizuri. Na ilikuwa ni siku ya Father's Day, kwa hiyo akaona awawishi kwa staili ile. Na nilivyomuuliza kuhusu Zailisa, kulikuwa kunaonesha wazi kwamba hawana maelewano mazuri na kaka Haji. So ni muombe Zailisa uko alikokwenda kwenye masuala ya V8 aende na nidhamu yake, mtoto wa Mbagala asija kaniangusha mimi dada yake. Ndio hivi nani dama yake nikuuliza swali, wanawake wakitoboa ulimi wanakuwa wana maana gani? Samaki naona watoto wa mjini wengi wametoboa. Si ndo mambo ya balkoni tena. Kila mtu ana, nimemuona kila mtu ana maana yake, lakini maana kubwa ni moja. Wengine ya kutoboa ulimi ni mambo ya balkoni. Ashakumsi matusi. Ndo hivyo. Sasa unatoboa ili ifanyaje, ukatafunie nyama? Sio kweli. Ndio hivyo bana. Yaani nasikia aliambiwa fanya juu chini utakavyokuja ulimi uje na kihereni. Bwana Saidi kapoa. Mambo ya ughaibuni kapoa. Zailisa kapanda. Katoka kwenye Benzi kaenda kwenye V8. Yuko vizuri, kapanda Zailisa, mashaallah. Yaani maneno kwamba kaachana na Manara, mvuto umepotea, heshima ile kama zamani. Ile ya kutoka bila kupaka makeup ni kujiamini. Kujiamini kwa Zailisa kulizidi sana. Akiangalia pesa iko kwenye pochi yake, akaona nini bwana, hebu nitoke natural. Mara nyingi wanawake wanaokuaga natural wanatoka natural, mara nyingi wanakuwa wanajiamini, anaona hela ipo, sasa shida nini? Kwani lazima nipake makeup? Nadhani na kile ndicho kilichomkuta Zailisa, lakini Zai, trust me, yuko vizuri. Zuri. Kiukweli kabisa, wana Dar es Salaam wako moto. Wako moto, wako less. Kila mtu na mpenzi wake. Wanaoibiana wanaibiana. Kina dada ambao wameamua kabisa kuchiti wanawachiti wapenzi wao. Lakini niwakumbushe tu, za mwizi ni 40. Chochote unachokifanya ipo siku kitabainika. Bora baki au wabaki njia kuu. Yes. Tukikutana na wewe bwana kunakuwa na mengi sana. Kabla tujaenda huko, kwa sababu ile pia limetokea wakati tupo njiani tunakuja hapa, taarifa ya Gigimane bwana kuwa sio hali yake kiafya sio nzuri na yuko hospitalini. Najua wewe pia inawezekana kuna taarifa ambazo utakuwa umeletewa pia za ndani, kwa sababu ni watu mara nyingi stories zile kuna watu wengi ambao wanawaletea. Taarifa ya Gigi kuumwa na kuwa hospitali, pekee kuna namna wewe umeipata kwa undani zaidi? Gigi anaumwa. Gigi ni mgonjwa. Gigi aliumwa mpaka ndugu na marafiki zake ikabidi wamuahishe hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na alipofika pale Muhimbili, haraka kwa hali aliyokuwa nayo, madaktari ikabidi wamuahishe zaidi ICU kwa ajili ya uangalizi maalum. Na ni mfululizo wa mambo kadhaa ambayo yamemtokea, lakini Gigi mwenyewe si yupo. Tuhesabu siku, ipo siku atasimama mwenyewe ataelezea. Lakini muda huu ambao tunazungumza Gigi yupo ICU. Anaumwa, mengine tuyaache yawe siri yake, kwa sababu ninachozungumza hapa mimi ni kile ambacho hata yeye amezungumza na mimi. So kwa namna hiyo mengine tuyaache, tuhifadhi wanasema privacy zake.
Wewe ni mtu ambaye mara nyingi unajua lifestyle ya wasanii. Tumeona watu wengi namna ambavyo wanasema kuhusu Gigy Money kwamba kwa muda mrefu Gigy amekuwa hayuko sawa kiafya ya akili. Yaani ukiachia mbali na kuumwa ambapo leo amepelekwa hospitali, lakini kiafya ya akili hakuwa sawa. Kwa jinsi ambavyo unafuatilia maisha ya Gigy, unamuona harakati zake za maisha kila siku, pengine ni kweli kuna namna Gigy alikuwa hayuko sawa kwenye afya ya akili? Hapana, Gigy yuko sawa. Gigy yuko sawa na namuona wazi kwa sasa alipofikia. Ametambua hata umuhimu wake katika nchi hii, na kwa namna hiyo amekuwa hata anajitokeza kukemea mambo kadhaa, na kwa kile anachokifanya wasimuone kwamba amechanganyikiwa. Ana mapito ambayo alipitia, ana vitu ambavyo alipitia. Kwa hiyo anapopata nafasi ya kuzungumza, jamani, watu wamsikilize. Unajua ishu moja ya Gigy ni mtu wa furaha sana, na tabia yake sio ya kunungunika sana. Unajua mtu ukishakuwa mnungunikaji, kuna kitu unakosa, na inapotokea kwa mfano sasa hivi Gigy ndo ameamua kusononeka, fulani ulinifanyia hivi, ulinitesa sana, watu hawajamzoea vile. Sio kwamba basi ndo akili yake ina shida. Hapana, nadhani ameamua tu kuwa muwazi. Lakini mimi ni muwase, ajijue yeye ni mwanamuziki, mtu anayefahamika. Kwa hiyo azungumze, lakini ambayo anaona hapaswi kuzungumza asiazungumze, kwa sababu kwa umri kama wake anajua kabisa nini nizungumze, nini nisizungumze. Kwa baadhi ya watu mitandaoni wameweza kuunganisha dots na kuanza kusema comment kwamba labda huenda anavyoumwa Gigy Money kutokana ni mtu wa starehe, pombe nyingi. Wengine wanaunganisha tena labda zile plastic surgery yake ya bei ndogo huenda ndio imemletea matatizo haya. Kwa chini labda ambazo labda umesikia taarifa labda mara kwanza alipatwa na nini mpaka kupelekwa hospitali. Naomba ni tunze, manake vingine ni privacy zake mwenyewe. Kwa kweli natamani kuzungumza aliyokutana nayo, lakini wala hayahusu Hennessy zake anazogonga cheers kila kukicha, wala hayahusiana na champagne anazo cheers, wala hayahusiana na plastic surgery. Amefanya plastic surgery nzuri tu ya bei nzuri, wala sio cheap surgery, na anaendelea vizuri, lakini anaokutana nao ni mengine. Ganatisha. Na kuna wengine naona kama wameshaanzisha timu, wameleta mgomo kwamba labda ikitokea Gigy anahitaji msaada kuchangiwa, hawataki kabisa kumchangia kwa sababu wamesema wasanii sasa hivi kama wamezidi, wanajiachia sana, wanafanya starehe, mwisho wa siku wanakuja na matatizo, wanarudi tena kwa hao aina hiyo. Sasa wanasubiri embe chini ya mwarobaini. Usimkadirie mwenzako matatizo. Mungu ni wetu sote. Ama niseme anachopitia sasa hivi Gigy ni kitu ambacho mtu yote anaweza akapitia, lakini kwa jinsi nilivyozungumza naye, namuona mpaka kesho Mungu atamfanyia pesa, atakuwa anaendelea vizuri tu, atakuwa sawa. Mara nyingi umekuwa ni mtu wa kuwashauri wadogo zako ambao wapo kwenye tasnia, unakuwa unasemaga public kabisa kwamba fulani lifestyle nguo zake anavyovaa na nini. Lifestyle ya Gigy inaonekana wengi hawapendezwi nayo, huwa kwa namna ambavyo anakuwa mtu wa kuhang out usiku kucha na kwa club na nini. Ukiwa kama dada yake, pengine akiwa sawa na akapona, kuna lolote ambalo unaweza ukamshauri kwenye lifestyle ambayo amekuwa akiishi, au kwako ni sawa pengine tumaache Gigy na maisha yake? Gigy mimi naona mara nyingi huwa ana mashabiki wengi sana. Watu wanampenda anavyoongea ukweli. Nazungumza ukweli hapa. Watu wanampenda anavyoongea ukweli. Ndio hivyo ambavyo mara nyingi watu humwambia. Na mara nyingine watu wanasema hajibrandi kama mwanamuziki. Na hizo sio nyingi sana. Lakini nimeona anataka kuchukiwa hivi juzi kati baada ya kuvutana na dada wa Ulaya. Mimi ni mtu tofauti sana. Inapotokea mtu ana maoni yake, mwacheni azungumze jamani. Mbona wengine wanazungumza?
wala no hereni, no electricity, wanazungumza na hatuwabugudhi. Hayo ni maoni yao. Kwa hiyo unajua ni ukweli kabisa, Tanzania ni kisiwa cha amani, trust me. Na ndio maana ukija kwangu ukazungumza lolote, mimi nakuheshimu. Ifike mahali kila mtu apewe wakati wake wa kuzungumza, na mazungumzo yake anayoongea aheshimiwe. Kwa Gigi mimi najua ni mama, afanye yote anayoyafanya, asisahau kwamba yeye ni mama. Huo ndio ushauri wangu. Aende anakoenda, lakini ajue nyumbani ameacha mtoto, asiniangushe. Taarifa ya kuumwa kwa Gigi ilitoka ni masaa mengi mpaka sasa. Damu Martha, una namba ya pengine ya Jonijo au dada Zamaradi ambaye mara ya mwisho nakumbuka ndo alikuwa anamsimamia kazi zake Gigi? Una mawasiliano yoyote ambaye tunaweza tukapata pengine kile ambacho kinaendelea kwa sasa? Gigi yuko kwake. Ameshatoka hospitali. Atatoka tu na atakuwa kwake.